Wagwan majamaa, kama kawaida, si mnajua ni the presida hapa hivi man. Hapa hivi niko kuwauliza swali moja tu. Do you have a best day in your life? Do you have a best day in your life? For me man, siku ni siku, bora siku ishi. You know, ukiweka mawazo ati siku imekuwa mbaya, hata usiku yako inaweza kuwa mbaya. Usikaiweka usiku ikakuwa mbaya kwa sababu ya siku imepita. A day is just a day. It's a 12-hour day. 12 hours of time. Whether ilikuwa mzuri, whether ilikuwa mbaya, just appreciate your life. The best thing in life ni ku appreciate everything at the moment. Kwa sababu unajua, whatever you're trying to do, maybe it wasn't meant for that day to happen. Unajua vile nimekaa hapa, I'm in the studio now. Tunafanya mziki, tukipiga story. Sisi kazi yetu ni kuengage the community. Mimi maisha sina haraka. Yaani kama kuna mtu ananga haraka na life, the president. Mimi na believe what's mine is gonna come to me. Nothing is there to stop it. Whether niamke nikiwa na moods, niamke nikiwa na emotions, lakini as a man, I need to chew those emotions. I need to chew those moods for me to put a smile on my face. You know, my mouth is the one makes the face smile. So for me, I can't accept the day yenye nimeamka nimeki ikuwe mbaya. Mimi sija accept hiyo kitu. I always put my day to be good kwa sababu in between this day, a 12-hour day, tuko na 1 hour. Otherwise, hata tuko na 12 hours. To cut down to 1 hour. To cut that 1 hour into 30 minutes. Hiyo 30 minutes to cut into some few minutes. From few minutes into microseconds. Hata ni seconds ndio microseconds. Do you know anything happens in between here? So imagine you started your day 6 asubuhi with moodiness. You are so moody. Umefura tu. Kazi ni kufura tu, umefurisha uso kama rabuo nyingine imekataa kuiva. Don't do that. Life doesn't need that. Life needs embracement. You just need... Mimi I'm not here to advise. Mimi si advice wa mtu. Sisi tuko hapo hivi kupiga story, au sio? We are here to make ourselves happy na to feel like we are in the real world, you know. Scorpio Music and Podcast. I created this because me, I love talking. Na kuna vitu zingine ziupata zinanifinya sana. Nashindwa kujiekea. Juu kuna watu kama 3 ama 2 ama mmoja upitia hiyo kitu yenye mimi upitia. Kwa sababu mimi naongea kitu mimi upitia. Siongei kitu nimeona mtu akifanya. Kama leo nimeamka, leo nimelala saa 9. Kidogo hivi nasikia ndoto nyingine inanikujia nikaamka 6. 6 najiuliza kwani na naota nini mapema hivi asubuhi. Nikaingia hapa nikapiga beat nyingine moja baada saa 12:45 nimerudi kudoze tena. Nimeamka saa 1 kamili 15 minutes. Alafu nimeamka, hakuna kitu mbaya kama uamke kutoka usingizi alafu ufanye kitu ndio urudi kulala. Kuna kale ka happiness ka kwenda kulala, lakini ukiamka unaamka so una feel so weird Nimeamka nikiwa na emotions fulani nikajiuliza, hizi emotions naekea nani? Ni mafans. Nikuje kwa kamera alafu nikawa hapa hivi nikae kama nimenuna na pia mafans wangu story kama nimenuna. That one I don't do that. Here we are here to engage man. Mundu zangu ni zangu, nijieke hizo ufala ni zangu. Nizimeze. Nikuja hapa tubonge, sisi ni watu wazima, au sio? So whether your day is good, whether your day is bad, man, embrace that day and just make use good of it, yeah. Hakuna kitu yenye kama unamaliza siku mzima. Kuna siku hapa nimemaliza siku mzima juu stima iko hapa na hakuna kitu nilifanya, nilikuwa nimekasirika. Alafu nikajiuliza nakasirikia nani? Nilifunga mlango kama nimetoka nje nimeenda nikatembea. Bro, nilitembea for almost 2 hours. Nilikuwa tu napiga tu malap, yani natembea. Kurudi kejani man, my mood ilikuwa imebadilika. I was just like fresh.
Nimegundua siri ya life ni moja. Ukifeel like it doesn't want to happen, make it happen. You don't force it, but make it happen within you. Ukisikia ni kama kuna kitu fulani ulikuwa unafanya kuofe, ukasikia hii kitu ifanyi kazi, wewe jipe break ya 20 minutes. Ongea na bosi. Acha mpige malapi hivi nirudi. Bro, narudi kama by the walking is the best thing for a human being. Alafu hata walking inakuanga embraced sana. You know, hata kitambo wazee wa zamani they were walking distances. Hata si kukimbia. Marathon hiyo ni tofauti na kutembea. Unajua ukitembea, the more you put a step ahead of another, hiyo kitu unaendelea kuerase from your mind. Na nilikuja nikalani hiyo kitu. And hiyo ndio real life of unasoma vitu zingine simple na ukifanya in practical ziukamkuwa the real thing, yeah. So ma people man, tumekuwa tukitengeneza mabeats hapa hivi, tumekuwa tukifanya 1 2 3 hapa, yeah. Hata msisahau basi podcast bado ziko my YouTube channel man, watch man, subscribe, like, share, comment. Utaka kuna kitu inakubamba na ume like correlate na life yako, that's where we meet. You know, people meet. Social media ilikuwa imetengenezwa so that we meet bila kuonana uso kwa uso, but you can see me, sio? So at the meantime, make your life a real thing. Don't let anybody come and stop you from what you wanna do, eh? Don't let anybody. Nimekuwa na bishte fulani hapa ananiambia, bro, ningejua wazazi wangu venye walikuwa wananikataza nisifanye kitu yenye nilikuwa nifanya, alafu nika give up. I was like, bro, hiyo ni story gani unanipigia? Unajua hata jamaa amenipigia simu jana usiku. Yaani jamaa ananiambia, tulikuwa na yeye live. Jamaa tunapiga mastori tukiwa tunatembea, tunapiga mastori hapo. Jamaa anakuja kuniambia ati yeye alikuwa kwa DJ. Nikamuuliza nini ili happen brother? Mimi sikuijua hata kana kwa DJ. Vitu tulipatananga na yeye akifanya shughuli tofauti. Lakini ile design aliona mimi ni embrace kazi yangu. Ile design mimi na kazi yangu ina move through. Ananiona kila akiniuliza uko wapi, namwambia niko studio. Akiona online nisha post nafanya beats hapa hivi, hata kama as makes sense, you know. Believe in your stupidity until your stupidity starts paying you. Do you see that stupid business? Do you see that useless business that you feel like it's the real thing I'm gonna do, but ukiangalia watu hapa kando wanasema hiyo ni useless things unafanya. Bro, that useless thing, just die on it. Die on it, bro. Sasa jamaa yangu alikata kukufia kitu yake. Wazazi wakamwambia it's either you go to school and learn. Wenye si pia tuliambiwa tu. Lakini pia sisi tulikaa kichwa ngumu. The only thing na maparo yetu ni uamue tu uzibe masikio moja usikize advice yao kidogo, hii ingine ufanye vitu zako. Na hii yenye unafanya vitu zako ipe percentage kubwa. Mimi masikio yangu ya right nilipea percentage kubwa sana, 80%. 20 nikawa naisikiza hapa hivi. Soma shule, wewe fanya hivi na hivi, na unajua you follow rules. Alafu vitu zako zinajipa. Jamaa yangu hata kwa DJ, hata siku moja mzae wake akakuja akampata amenunua kama machine. Simacheki alikuwa na virtual DJ. Amenunua kale kama machine kadogo ka turntable kakona nini ndogo hizi turntable ndogo. Jamaa alikuwa ameweka kejani. My friend budake amekuja akaipata ndio inaanza kuwaka. Ameiwasha ndio aanze kuwasha mashine, aanze kuwasha lapi ndio aanze kucheza. Alimpiganisha na hizo vitu. Jamaa akasema mimi nililose hope juu nilipigwa na huyo jamaa, na akaniambia hizo vitu hazina doa, hazina nini na nini. Sasa hii story anakuja kunipigia baadaye. Sasa hivi vitu anafanya ni tofauti sana. Sana muuliza, bro bado, si unacheki bado ni miang. Hata ni age mate bro. Ninja ananiambia saa hii hata akianza ana ile mentality yako. Nikamwambia sasa hata usilaumu budako, jilaumu juu wewe akili yako ushaiseti, you just a failure. Jamaa alikuwa zile za mbona unaongea. Nikamwambia you're just a failure kwa sababu bro, ukisema ati ulipiganishwa, mimi yangu president nilichomewa vitabu, nilichomewa manguo. Kitabu yangu ilikuwa na mangoma 200. I can't forget that thing. 200. Mzee wangu alikujanga tu hivyo akapiga mabumbrush. Hiyo ni after ameniletea pasi kejani. Pasta akakuja hapo hivyo, amekuja hapo na mambo yake.
unamheshimu. Mimi naona tu mzee amekuja na mtu fulani kwenye nyumba hivyo, wanaangalia angalia zizi ya ng'ombe nini, alafu kidogo hivi naambiwa kuja. Tukakaa hapo hivyo, mimi nadhani mbona hii lecture inakaa hivi, mbona mnanipiga lecture nyinyi? Hiyo time bado nilikuwa mtu wa high school nini. So I remember there is before that, mzee wangu ameuliza mkoro wangu, unajua kijana wako anaandikanga mangoma kwa hii nyumba? Mkoro akamwambia yes, anafanya vitu zake tu. Vitu zake gani? Hutaki mtoto asome? Hiyo ndio jibu mamangu anapata. Mamangu sasa na yeye hawezi fanya kitu. Mzee after 3 days, 3 days ndio namuona wamekuja na jamaa hapo. Wamekuja hapo kajifanya wanaangalia zizi ati ng'ombe nini. Kumbe ni mimi wamepigia hesabu, sina habari. Wameingia kejani wakanikalisha ni lecture buda. Nilipigwa lecture. Unajua mambo ya shule, unajua huku nini watoto wanatoka different nini. Si mnaelewa ile mambo yetu ya high school ati watoto Illuminati, na ndio ilikuwa imeshika moto. Mbaya sana. Mzee wangu wamenipiga lecture hapo kidogo, nimeona ameisimama tu na huyo jango, wakaingia bedroom yangu. Wakaniacha nisha hapo. Wakaenda wakapiga soro, wametoanisha vitu zangu ndio wananiita baadaye. Wamechukua machain, nilikuwa nimenunua tu chain. Wamenunua ma sweatpant, ndio tulikuwa tumenunua zile ma sweatpant, nilikuwa nimenunua Migori. Sweatpant fulani hivi imepigwa lebo hapa hivi kali sana na timba mpya. Naongo just back to school edition. Nipige weekend moja ndio niende shule. Na unajua back to school edition unaweza pewa chance ya kurap. Walipiganisha hapo vitu zangu wakachukua. Nimeona mzee wangu amechukua hizo machina akaweka mahali analala. Manguo akaenda kazisunda mahali hata siwezi pata. Huyo jango akajifanya hapo hivyo ati ananiombea. Nimekula moto. Alikuwa nimekula moto vibaya sana. Kaniambia sasa wewe, either usome shule nini? Nikamwambia okay. After jamaa ameenda the following day. Naona mzee wangu ameamka 6 in bedroom yangu. Kuna dirisha hapo nje compound. Naona mzee wangu amebeba hizo vitu zote akaziekelea hapo. Kitabu mzima ya folk choir, 200 songs. Nikaona mzee wangu ameirarua hivi. Nilisikia nishikao mzee, hadi nimkamate nimtafune mpaka feel like kijana nini bana, lakini nilisema I'm not reacting. Nilisikia roho yangu imejaa. Nikafeel niame. That night nikatoka kejani. Lakini tena nikajirudisha mwenyewe. Juu ndio nilikuwa naenda kumalizia form 4. Lakini hiyo kitu ilinikera. Akachukua hiyo makaratasi yenye amerarua akaekelea hapo. Akaekelea hizo manguo juu. Kuna ameshika kiberiti. Akaekelea kuyo pepa. Nguo zikashika moto, naona tu anazishongesha tu hapo hivyo na kijiti. Timbaland akakata hivi na kisu akaiekelea hapo. Timba ya 4500. Nikaona amepiga ngashaft, amemaliza story zote na zile machain zote, akaenda akatupa ndani ya choo juu haziwezi chomeka. Akapiga shawa akaenda shughuli za amejua ameniweza. Hiyo siku nililala mpaka saa 6 mchana. Ilikuwa tu kwa kitanda na wazo, huyo mzee nimchome kwa hii nyumba ama nini? Nilifikiria mambo mingi sana. Lakini tena nikakuja kurealize si amechoma, si amerarua, lakini si bado niko na akili. Kila kitu yenye amerarua kwa hiyo kitabu si mimi ndio niliandika. Nitasawaje vitu niliandika? Yani after nimejirealize, nimekuja na hiyo mentality kidogo hivyo, nasikia kwa mlango ni mkoro wangu. Mkoro wangu alikuja akasimama hapa akaniangalia. Sijui nini ilikuwa inaongea kwa akili yake. I can't explain, but aliniangalia hivi. Aliniambia usijali. Wewe soma tu shule. Vitu zako zitafuata na utafanya hadi uchoke. Sometimes as young men who are growing, we need a father
We need a dad in our lives. But a mother is everything to a man. A mother is everything to a man. More so young men who are growing. A dad is very, very important kwa sababu mwanaume kwa nyumba anapeana direction. Mzee wangu alikuwa anajua ananifanyia kitu mzuri, lakini alifanya in force ya kunihurt. But mkoro wangu alikuja tu akaniambia usijali. After ameniangalia like for 3 minutes, maana amesimama hapo tu kwa mlango. Nilikuwa nimekasirika, nilikuwa nimefura. Mzee wangu, mkoro wangu akaniambia usijali. Soma vitu zako utafanya hadi uchoke. I remember nilitamka tu kitu moja nikamwambia mkoro, si amechoma amemaliza, lakini hajachoma akili yangu. Hiyo siku nilienda tena mkoro akanipea so 2, nikaenda nikanunua fukwa ya mpya. Ndio maadhe venye wako. Nikanunua fukwa ya mpya, nikakuja, niliketi chini. My friend, nilichonga mangoma kama mbao. Mangoma kama mbao na 30 minutes. Yani nilikuwa naandika tu. Juu ziko hapa, yani nilikuwa nazirepeat tu. Kitabu iko hapa. Hiyo kitabu nimekaa nayo mpaka imezeeka, my friend. Let me show you that book. Yeah. Hii ndio kitabu nawaambia. You see how it is old? When I tell you, it's the reality of life. Hii ni kitabu imejaa mangoma hapa kama hizo ni makaratasi zote zinamwagika hapo na kuambia. No joke. Yani ni kufanya. Yani kuandika. Kitabu ilikuwa imejaa. Kitabu imejaa bado. Cheki hizi ni madesign zote zenye nilikuwa natengeneza za Scorpio nini, nikianza nikifikiria my ideas. My friend, niliandika mpaka nikaamua kuongeza kadogo tena juzi ndio nikajaza. Unaona? Yani my friend, it's all about mentality. Nimekana hii kitabu mpaka imefika hapa. Bado niko nayo na mangoma ziko ndani sija record. Ndio mjue mafans wangu niko na vitu gani hapa. Nimewabebea nini? Mafans nimewabebea nini? Do you really know what I'm carrying for you, my fans? I'm carrying a lot. But ndio juu toke kimziki. Lazima umepambana bado. Tunapambana. Sasa hivi tunaongea hivi tuko na mangoma kama 6. Kisha distribute na distributors ziko kila mahali. Spotify, Apple Music, YouTube Music. Yeah man. Enda TikTok utapata ma short reels, Facebook pia, Instagram. We are making it real, bro. Yani everything is all about, it's all about mentality, yeah? It's all about mentality. Hii ni makaratasi nilikuwa bado nikiwa siko na kitabu karibu na nachonga na kuja na transfer kwa kitabu. Hatari. Yani mentality. Sasa hii ni after nimechomewa kitabu. Mkoro wangu akaniambia usijali. Nika cool down my temper. Nikasema niko kwako mzee, itafika time mtaondoka. Lakini bado nitazidi kufanya chenye utaki. Kuchonga mangoma kama mbao. Bro, na 30 minutes hapo hivyo nimemaliza nini? Nimekaa hivi sasa nasema nafaa niende studio sasa. Nafaa niumize huyu mzee sana ndio ajue kitu amefanya ijanifurahisha. Bro, after 1 week nishachonga hizo mangoma. Nimeambia mkoro nataka kufika mahali. Kaniambia wapi? Nataka kufika studio iko wapi? Ugembo. Ni pesa ngapi? Ndio jeve mkoro wangu alikuwa ana support kitu mimi nafanya. Kisa zingine kupoteza mtu mwenye anakusupport sana ni mbaya. Lakini all in all we live this the life, and we say thanks all for them being there for us. Mkoro ndio amenipiga, ilikuwa on a Sunday. Amenipiga 3 akaniambia hii 200 weka kando kama transport. Hii 100 kula kitu kwa barabara. Bro, mimi sitaki mambo mingi. Kutoka Tao mpaka Ugembo Kalesa. Mdogo nilianza saa 3. By saa 7 niko Ugembo. Niliingia hapo hivyo niko na namba ya simu nilikuwa nimepewa na beshte yangu anaitwa Kinashi. Nenda hapo nimetafuta huyu jamaa studio, ndio ni mara ya kwanza nimeingia studio napatana na jamaa anaitwa Vintonesco. Sasa hapo ndio ile story the previous episode nimewaambia sasa. Tukarekodi ngoma inaitwa All Is To You. But hiyo ngoma
haikuwa imefanyiwa anything, ni recording tu hivyo plain. Nilichukua hivi nikaweka kwa simu bro, nilikuja nao kezani, nilisikisha mokoro. Mkoro alikuwa amenipea simu yake, nikaenda nikatupiwa ndani. Juje bado nikiwa high school, mzee wangu hataki nikuwe hata na simu. Strictness. Mkoro wangu amekuja akasikia hivi, akaniambia wewe pambana, mimi najua utafika mahali unataka. Alafu mimi nilikuwa najua unaimbanga. Yani kumbe wazazi wako na siri zenye hawatuambii. Mkoro wangu alikuwa anajua mimi naimba kutoka nikiwa, alikuwa anajua nikipenda mangoma from young, from nikiwa mtoi. Mimi alikuwa ananiambia, sasa hiyo ndio masaa kuja kunifungulia. Yani wakati ngoma ilikuwa inachezwa kwa radio huwezi nitoa, hata nilikuwa nanyamazisha chakula kwa mdomo nisikize ngoma. Yani vitu zingine zinakuwa ni natural tu. Sasa ndio ujue after nimekuja kurealize sasa ati naweza imba ni after nilikuwa nasikia mangoma mingi sana. Siliwaambia the first episode ya My Story from the Village. Sasa hii ngoma nakuja kuandika kwa mapera. Mkoro wangu yeye alikuwa ashajua niko na hii kitu. So unajua mzee wangu atakuwa tunakaa sana au anakaa sana kejani. Ni kazi nini? Mara ako toy market, mara ako wapi, mara ni kupambana. Mkoro wangu ananiambia nilikuwa napenda sana kusikiza mangoma. Na nilikuwa akinipea chakula kama niwekea kwa mdomo na nyamaza paka ngoma inaisha ndio naendelea kutafuna. Sasa mkoro wangu alikuwa anajua kitu kinaendelea. Sasa yeye anakuja kuniambia hii after nimemletea ngoma amesikiza. Sasa hii kitu yenyewe ishaniweka mentality aje. This thing is me alone. Nobody else. It's me alone. Hata kama mzae atanipiga aje, haiwezi toka ndani yangu. Ni kitu nilizaliwa nayo, nimegrow nayo na nimekuwa nayo. Sana siri mingi unajua wamama wanakuanga nazo na hawezi kuambia. Do you know even you there is something you are doing like as a kid, not like a kid, as a kid. Something you are doing as a kid that you don't know but your mother knows you are doing this while you are young. Ni venye uko hata kuambia until umegrow sasa unaifanya na anaiona. So mkuru wangu hiyo masaa amenipa hiyo do, nimeenda hivyo nimerekodi hiyo ngoma, nimerudi nimemsikizishia, akaniambia wewe pambana, I know this you got. Amenipigia story yote. Mzee wangu sasa after kumaliza form 4 ashafanyia sarakasi yote. Si mimi nimeamwacha niondoke sasa. Nimepata kibarua mahali huko Kisii kwenda chini. Nimepata do. Bado mzee wangu ananichunguza, anataka kujua nimefanya mambo ya muziki, niko studio nini au kwa anataka kabisa. Yani ushaiona mtu anakufuata yani. Mzee wangu alikuwa anataka kuzima dream yangu kabisa. Yani mzee alikuwa anataka ku make sure me dim. Ushaiona venye unaweza dim gari alafu mwagie maji sky waka tena muweke chumvi kwa engine. Hivyo ndio mzee alikuwa anataka. Lakini bro, I fought for my thing. Sasa beshte yangu ananiambia mzee wake amekuja akapata kama machine. Amemfungua hivi na kalapi ka virtual hapo anataka kucheza. Hati akamzimanisha nayo na hivyo ndio jamaa kaluzo. Niko zile za brother you don't know. Ndio masana mpigio story yote. Jamaa niambia how can I start? Nikamwambia bro, it's very easy. You just need your time. Hauwezi kuwa umeajiriwa all your years bro. You can't be employed for 40 good years working for somebody who's just been traveling with private jets up here, just enjoying life, kukunywa tu na ni masharobati tu hapa na uko na skill. Bro, do you know there is a difference between your job and your work? This is my work. Do you see my work? This is my work. Bro, me I sit here 24/7. The only time naweza toka hapa ni venye na treat kazi like a 9 to 5. Nikiamkanga asubuhi ni kuprepare nini saa 3 nini kuingia, ikifikanga masaa yenye imefika ile yenye nimechoka ni kwenda kupiga malap. But this is my work. Lakini kuna ile job yenye mimi unipea kitu yenye mimi naendelea kujikeep juu bado unajua haijajipa. Lakini there is a time ndakuja kuingia hapa, ni kuingia tu kwa account, kuna ma USSD, kuna ma USD, yani kuna madolari hapa hivi ni kujilipa saa low na kubonga na kuimba. That's why everything me I do, I just focus on my future bro. That time mzaa alikuwa ananipigia vita yote, nilikuwa nishaona future yangu. I had already seen it. You can't take it from me. Mimi nilikuwa nikikaa hivi chini nikiandika ngoma hadi wa leo. Mimi bado nikiandika ngoma
naandikanga ngoma nikifeel naimbia mafans na mafans wakireply na wakiimba hiyo ngoma. Like any music I make. 2026 no mwaka wangu wa kung'aa, uno molero young Prissy boy, nimekuja kuwatesa valere virero. Do you see the way I rhyme? I feel like my fans wana rhyme na mimi, kitu naimba wana repeat tena wanani. I write music for my fans. I write music for the world. I write music like I'll never do it before. I feel that soul talking to me. Mi mziki yangu is encouragement. I do sing about encouragement, life, hardships, past traumas. We sing all these things that keep human beings moving each and every day, you know. So for me, I'll never allow anybody to tell me that I can't. I will make sure I've proven you wrong. I'm not here to be told anything by anybody that you can't. Who told you I can't? Me, young boy. Bro, I do things alone and they come to reality. You can't tell me then I can't. Who are you to tell me I can't? Do you know the meaning of I can't? I can't. So you tell me siwezi kaa hapa hivi ni produce ngoma. Unaniambia I can't sit here ni produce beat. You tell me I can't. It's aje sasa na ni kitu naona na macho and my eyes are open, bro. This thing I see, I can do it. I will do it and I must do it. So for me, mzee wangu kunichomea kitabu, mzee wangu kuniambia imefika mpaka mahali, sasa imefika mahali nishatoka kwa mzae. Nimeenda kumuona, nilikuwa na lapi. I remember I told you this thing. There is an episode I told you about utu nilikuwa napiga story kuhusu hii. Mzee wangu amekuja kanipata na lapi. Lapi ndio iko hapa. Ni wenye siwezi ibeba ndio hii. Nyuma nimeiweka picha. Alafu picha unajua nimepiga shati nimefungwa button nini. Mzee wangu amekuja kumbe amerealize kuna kitatu kika hapa. Ananiambia can you unshirt? I'm like, are you serious? You serious? You still following this up for me? You need to stop it. The next question. Na hii mambo ya muziki, unataka kumalizia pesa hapo? I told him mzee, muziki nitafanya mpaka siku nazikwa. Nitaenda nayo kwa kaburi. Na kitabu yangu nitazikwa nayo. Uliichoma? I'll die with this. This is my life, this is my future, this is everything. Music inside here is life. Zile vitu nimewekea hapa, zile vitu ziko hapa ndani. Zile vitu ziko hapa ndani, nafungua hivi tu. I just see success. I sit down naona tu Maldives. Naona tu kibenz fulani hapo hivyo. Kibenz fulani hapo kikul yani. Kia black. Young boy amekaa ndani hapo hivyo na kisinklet. Hapo kando nika coffee kwa hapo hivyo ka warm. Hapo kando ni lapi imetulia. Ma studio kuvuka hivi na huku connection ma network nini. The future. So you can't take away my future from me. Ukue nani? You can't. Na kama unadhani, see you try. Mimi hata ukiniambia I'm doing bogus. I'm doing bogus. I'm doing stupidity. Thank you. Let my stupidity and my stupid things keep on flowing from me. Kwa sababu I know one thing. You will never hate something that is bad. You will hate something that is good. So whatever you are doing in your life,
whatever you are trying to do in your life, na unaona unapigwa vita left, right, east, center, nini kila mahali, yani mpaka north wanakutupia tu, ni kama wanatupa the plate ya alien kutoka juu inataka kumaliza. That thing you are doing is powerful. They have already seen the success in it. But kama unaona unafanya kitu na hakuna mtu anaongea, yani hakuna mtu akona shughuli na wewe hata kidogo, my friend, change the career. Change the career, change that career, because washaona you are just wasting time. But whatever they are trying to beat you up down, yani wanakupiga juu uanguke chini, hiyo kitu jua hapo sasa, shikililia. That's where it is. That's where it is. Ati mtu naambiwa ati utaibisha familia. Are you mad? Are you mad? Are you normal? Are you normal? Are you normal? You telling me nitaibisha familia? Naibisha familia ya nani? I'm creating for my own family. This thing is for me and my baby girl. And my wife to be. This is for my baby girl, man. I'm creating it not for you. You already created your life. Where you've gone wrong, it's your own problem. But this, I'm dying for it. It's mine. It's for me. Yani inatoka, hata itoki hapa. Yani inatoka kwa abdomen ikipanda hivyo juu, yani nasikia ni kama adrenaline fulani, yani inanisukuma, yani nasikia hata ni kama, yani inanyonya mpaka mabonu maro. Yani hii inanimalizia nguvu. I sleep on it. Nalalanga juu ya hii keyboard. Nikisikiza kitu nimetengeneza, hata kama ni bogus kwenu, mimi nitaekelea, nitaweka hapa, nitazidi kuiupload. Nikiupload ikiniambia failed, na rewind tena na ifinya button, yani ni kufinya mpaka inafinyika yenyewe. You can't tell me to stop what I start. Me bro, I'll never stop. I've never been told stop. Hata manzi yangu aniambiange stop. I do it bro. I pump on it like never before. So for me, I do my thing because I love it. Man, na kama ukitaka kujua you love something, utaona mpaka manzi yako atakuwa nakuuliza, bado unafanyanga ile kitu? Wewe unaniuliza kama nani? Waniuliza kama nani? Kagasia fulani hapo tulikuanga nako in a relationship, alafu ati ananipigia simu ati sasa wewe unakaa tu kwa hizo mashine zako kila saa, si tutembeange tu, tunatembea kwenda wapi? Nani yako na hiyo masaa? Ni masaa gani niko nayo ya kutoka nikupeleka tuone tukae hivyo chini ya miti tuongee ujinga, na mimi niko hapa hivi kufanya vitu za maana? Do you know that moment that time I'm wasting sitting under the tree just focusing and kukuuliza unajua nini? Tutapata watoto shenzi type, wewe shenzi sana. I could have been creating, na ningekuwa hata si beat, ningekuwa sasa nimekaa hapa hivi nimeongea na mafans wangu vile naongea hivi juu mimi najua hii itapata wengi sana. Na life story is a best thing bro. Kila mtu ako na life journey yake. Mimi life journey yangu bro, it's been rough. Yani mpaka naongeza R ingine juu kuliko hiyo capital R. Yani rough. The journey has been rougher than I thought. Bro, from the village. Kijana nimetoka mashinani, mahali tulikuwa fence nikayafa. Yani nilikuwa nimetengeneza hadi kamol kwa hiyo fence, nikipita hivi nikucheza kafuta, nikiona mzai wangu nikihuti mpaka kejani juu. We hapa hapana. Yani yule mzai alikuwa anataka kitabu kila saa. Hey, I'm like yo. Sasa hii life itailesha lini? Lakini venye nilikuwa nazipea motisha, and sometimes jipe motisha mwenyewe. Please don't wait somebody to come give you motisha. Nobody cares about your life. Usiongoje mtu akuja kupea motisha. Jipe motisha mwenyewe. Stand for yourself. Jipe motisha mwenyewe. Yani jiambie this thing I can do it and I'm capable. Na hakuna kitu inaweza nistopisha. Mimi nimejibeba. Nijui inafika mahali mpaka watu wa familia wanaganga wakisema you
you are a threat, unakuja kuharibu, utaharibu hata ma youngkins wako. Hey, niko zile za ntaharibu nani? Mbona ni haribu mtu? Kwani mtu hana personal mind ajue hii kitu yenye afai kufanya juu hana hiyo kitu? Sasa nikuulize, I want to ask you my G, wewe umekaa hapo kwa akili yako vizuri sana, you know in this forehead na kwa hii skull there is a kuna ni fulani iko hapo ndani ime build up hii ni ubongo iko hapo ndani hii ubongo ndio kuna akili yako. Wewe utaacha kufanya kitu unapenda kwa maisha yako uanze kufollow kitu mimi napenda? Si basi wewe ndio mjinga. Mimi sija kuharibu, wewe ndio mjinga. Ni kama ile time nimekwambia from there before, wakati nilitoka kijijini nimeingia tao, the first person nimeingia hivi napata na yeye ni ananiingisha kwa madre. Unajua mimi ndio mjinga. Yeye sio mjinga. Yeye ashanibebea akili. Sasa wewe utakubaliaje ubebewa akili? Sasa mimi nimelana. Na wewe ushakuwa mtu mzima, you know what to do. You know I want to be somebody. Then why follow Youngboy? Youngboy wants to be a musician. Youngboy wants to be a podcaster. Youngboy wants to be a creator. I want to create. I want the world to know Youngboy president. The world must know Youngboy president. The world will know Youngboy president. This face, keep looking on it. The world must know it. And they will know that I was born to do something for the culture. So why are you coming to copy what I'm doing? Then when you una direction, then unapata hao ni ma family members wenye wanapiga vita, hawataki ufanye kitu unapenda simply because ati utaharibu wadogo. Wadogo gani? Hawana akili. Hawana akili. Sasa hawana akili. Mimi nitakubaliaje nianze kufuata mtu? Best yangu ni DJ. Kama Reels ni DJ. Reels ni best yangu. Let me use Reels. Huni DJ mwingine mkali sana Kisii. Kwa la mjui. Ujamani DJ. Mimi ni msanii. He was the first host kuni host kwa big television hapa in the land of Kisii. Alini host Getembe TV. He's a DJ. Ye bado ni mtangazaji. Why should I leave my music career? Niende nifuate nikae ni rely on kitu yenye anafanya ati simply because I wanna be like him. Why should I not be like me? Why should I not be like me? Why should I not create my own space for me so that some people can learn from it too? I don't like copying. I don't like comparison. I don't like putting myself in competition with anybody. And I'll never chase. Whatever is mine will come to me. Ita come to me na lazima nitaipata at its best time. At its best time yani. Mimi ni ule msee mwenye nikikaa hivi nikifikiria kitu. First of all I put God ahead. Tunamwambia God kuna hiki kitu inanisumbua akili. Try to operate like that. You will see how things will move. Mimi naambianga God hiki kitu inanisumbua akili sana. I want it. Lakini kama unaona inifai, give me another way. Alafu unapatanga yani it won't take long, vitu zi change. The fact of this life is that we don't know how to speak blessings unto ourselves. We want to copy people. Unataka kukopi kitu mtu anafanya so that you be like somebody. Bro, that thing almost crushed my life. I remember in 2023. There is a place nilikuwa mahali na nilikuwa mbali sana na home. Sasa hii ni kazi bro. Bro niko hivi nafikiria, nimeandika muziki mingi sana. Hii kitabu natembea nayo sana mimi. Nimeandika muziki lakini naenda studio asifanyi kitu na hakuna kitu inatokea. Yes, nafanya kazi. Na unajua hii nini na compare nayo? Najikompare na Wizkid, najikompare na kina Davido. Yaani naingia hivi TikTok naona venye wamepiga mashow, majamaa wana cheer. Ukiingia hivi kando akina Masauti Ndiao wako na matua Mombasa, akina Fadhamu wametoka nini. Sasa unajiuliza
Na kuna kijana yetu kutoka Mkisia anaitwa Jofesa ametoka hivyo akaenda jiji ametoka. So unataka compete, nilikuwa na compare myself bro. That's when I came to realize hata mimi kuna mahali sasa niko wrong. I want it more than the time that has been given to me. Nilikuwa naitaka mbaya sana, karibu hadi nijiharibie maisha. Hiyo nao ni mbaya, I tell you, ilikuwa mbaya yani. Things weren't the same. Nikafika mahali nikaanza kujiuliza, lakini hii kitu nimefanya. Juu ilifika mahali mpaka nikapata nimeongelesha Paru mbaya. Na hiyo kitu haikunibamba kabisa hata mimi. So for me the only thing I did, niliomba God msamaha. Unajua hata sikumwomba mzai wangu msamaha. Niliambia God nimefanya mbaya. Just plead for me in front of that man. Na misa kurudi nilipata mzai wangu, kumbe roho yake ishanyoka, alini welcome roho safi. Lakini ndio nikamkurealize kitu ilikuwa inaniharibu ni comparison, competition, alafu chasing too much. Alafu niko na hype ingine ya ufala. Kuna hype ingine ya ufala unaweza jipea mpaka upate umejifail. Unajipea hype ingine ya udu sana. Yani umekaa hivi unajipea hype ingine mpaka unajiuliza what kind of hype is this? Yani una feel like ushaikuwa na ile hype yenyewe unaona kitu kwa simu lakini una feel ni kama wewe ndio uko hapo ndani. Alafu ikisha blink out imeisha, alafu na realize kumbe niko hapa. Akili yako unajua sasa isha create kitu fulani yenye iko inataka. Sasa wewe unaanza kuiforce itoke na hiyo kitu isha stick kwako. Sasa hiyo hyping hiyo niliachana na hiyo hyping. Mimi ni mtu naamka asubuhi, masaa yenye inafaa, yenye nimeamka, mambo ya kula breakfast hiyo ni story nyingine tofauti, like a ninja. Piga anga yako safi, piga look mzuri, piga networking yako safi, ingia studio, piga kazi mzuri yenye inajipa ijipe, iko masaa yake. Mi bro, I tell you every day, nilikuwa na 3 subscribers for 3 years, 2019 to 2022. Nilikuja nikadilitio channel, nikafungua channel nyingine sasa. From 2022 sasa ndio official opening ya YouTube yangu sasa. From 2022 hapo January immediately nilifungua hivi, nikapata tena 3 subscribers. My friend walikaa hapo, wamekaa hapo mpaka juzi ndio fanya yani unaona, yani consistency, una continue up, yani una keep on moving, you know this thing you never know where it hits bro. Sasa mimi ni mtu mwenye na alafu kuna kitu kingine tena ilikuwa inanifanya niko nyuma sana, na tena hii kitu ilikuwa inanifanya niko nyuma na alafu najikompare. Courage nao sikaikuwa nayo. Courage ili take long sana kukuja. Ndio nika hivi sasa naongea hivi na nyinyi, hadi naweza kuwa na bonga hivi hadi kuongea hapa mbele sio mchezo. Ndio utoe kitu ya maana, usirudie maneno, sio mchezo. Hii inataka a lot of courage. Alafu you give out fear. Yani let that fear run away, kwa sababu yes ushaongea. Kuongea kwa simu yako sio shida. Wengi wanaweza ongea, wengi wanaweza weka kamera mbele, lakini sasa ushamaliza hivi unaweza edit, yes. Lakini kufinya the send button alafu upload, hiyo sasa inakuwa ngori. Watu waanza kujiuliza maswali, watu watasema nini? Watu wataona nini? Alafu unajua mali utapost, watu wa kwanza inaweza endea maybe ni wa karibu na wewe, wataona hizo vitu. Unajiuliza natembea kwa barabara Sasa hiyo ndio imefanya ma youths wengi hatuja make it in what we want. Kwanza hiyo courage mili ilini down sana. Yani ilini down sana. Ilinifinyilia sana hiyo courage. Niko na mziki lakini siwezi cheza ngoma yangu mbele ya mabeshte. Ati najiuliza watasema nini. Siku ya kwanza nimeenda base. Dressing yangu kawaida ni usanii. Uko na ile courage ya kudress kama msanii, lakini sasa ucheze watu doba yako. Unajua kuna hiyo tension fulani na kuanga after umesha record ngoma za kwanza, za pili, za tatu, najiuliza watu watasema nini. My friend, mimi niliendanga hapo na ngoma yangu, nikafinya play, nikaweka BT. Sasa hapo ndio unaanza kujua real fans na real warthogs. My friend, unaona umefinya play, alafu mtu anaanza kupiga story huko hataki kusikiza ngoma. Hivyo ndio wako. Na mostly ni mabeshte. Watakudiscourage.
Mmekaa beza, alafu anakuambia tucheze doba yako, tucheze ngoma yako bro, umefinya hivi, unacheza, alafu unasikia wanaanza story na wanaongea kwa nguvu, wanataka usikize peke yako. Life is like that. But remember, I told you one thing. Immediately ile siku tutatoka studio hivi, Youngboy tushatengeneza kitu, tumeifinya vizuri. Bado tumezifinya ziko huko, lakini kuna ile mmoja tutakuja kufinya vizuri. Kiupload hivi, yani nasikia wanaanza kuuliza huyu ni nani. Hapo ndio wanaanza kureview zile vitu ulikuwa ukifanya. Hao watu wenye walikuwa wanapiga kelele ukiplay hiyo ngoma, utaona venye watakuwa karibu. My friend, watalala kwa mlango yako. Lakini what I'm gonna tell you, just keep on working. This thing you never know where it comes from, where it hits. Mimi sikuijua nitafikisha ma subscribers 57 au ni wingi sana, na mimi au ni loyal, na mimi nawapenda. Hakuna mtu ame-unsubscribe, na mimi nasema asante sana. Everything tunafanya ni juu ya purpose. We focus, usi give up, let it continue blowing. The more it continues blowing, the more your nonsense makes sense. Kwa sababu you know sasa you are doing nonsense. Yeah. Mtu anapatana na mimi anauliza, bro, bado unaimbanga? Na ni mtu wako online daily. Si ati ni mtu mwenye anioni, ni mtu mwenye anaonanga video zangu kila siku, lakini hawezi like. Ati ile tu ameona ni Youngboy Peter. Unajua tumemzoea, hakuna kitu ya maana. Kuna mtu wa home aliwahi niambia hakuna kitu. Mimi mtu wa immediate family asema toa hizo vitu hapo, hata hakuna kitu ya maana anaimba. Some people are so hatred. Lakini you know, when you have something good, people must hate. So for me, you won't discourage me. You won't put me down. You won't put my morale down. My morale will continue lighting up like, it'll light up like a beam. And you will continue seeing me glowing kila siku. And forever, we are still making it. As long as we are alive. Alafu, tukumbukane kwa maombi, man. Usitake nijua jina. Kama hatu unijui jina ni sawa, but mimi naitwa Youngboy President. But ukiombanga, just remember to say God bless the youths of Kenya, man. Unajua you include kila mtu, umeombea kila mtu. Watu huomba hapa nje, si kila mtu ni pagan. Watu huomba. Watu wanaombanga. The only thing I can tell you, man, pray. Before you sleep, pray. Ukiamka, pray. Kwa sababu kuna vitu mingi sana ukishafunga macho hivi, your soul has just departed from your body. It's just maneuvering all over. Remember, there are some spirits fighting you non-stop and you can't see them. And that's where dreams come from. So when you wake up, your soul isharudi. Soul imekuprotect. Your spirit has protected you from harmful things. Kwa sababu unajua sisi kama sisi wenye tunaonekana kila siku on media, bro, so many people want to see us fail, and they try their best to send their spirits to channel and to get us, but you know you can't find us. When you trying to come, my spirit iko mahali imebuga hivi inasema try and come, unapiga unarudi mahali umetoka. So nikiamka hivi nikishtuka nisha kuona sura, kitu ya kwanza naambianga ni Mungu, nimekuona, nimeona huyu mtu na nakutaja jina, nimekuona. Nikisha kuona, jua chenye umejaribu kufanya, I set it back to you. Alafu ndio unashangaa mbona ile kitu ikufika, unashangaa ni mtoi wako ndiye anaendelea kupambana na hiyo kitu. So my youth man, tuombe sana, alafu put God ahead. Remember, kila kitu ni God. Hakuna kitu ngumu. Ni God kila siku. Kuna time nilikuanga nakaa hivi, I remember nilikuwa nauliza producer wangu Samsi, na venye unafinya hizi beats haraka hivi, haki ya Mungu nikaiva. Sasa unajua ajai nisomesha, sijaipata ile time nikaa naye chini hivi anionyeshe hivi na hivi. Lakini mimi nikikaanga hivi na yeye nikiona anafinya hivi, naangalianga tu mkono yake na mouse ikisonga, na alafu mkono iko kwa keyboard. Anafinya tu hivi kitu hivi anaekelea. Mimi nakishika haraka sana. Sana mimi nikikuja hivyo napata time yangu, naanza ucreate. And that's how I learn. Man, remember, when you try something and you put God ahead, it will never fail. Lazima ita come through. Mimi sahi na create beat ya 3 minutes, bro. And I take my time.
the real beat inatengenezwa na 3 days, mimi natengenezanga na 4 ama 5 ama 1 week, na alafu inatoka clean, kitu safi. So the best thing, let's continue supporting each other. Scorpio Music and Podcast, sisi ni kubonga, have good moments, freestyle in abundance, alafu kupiga story, alafu kuenjoy, yani Scorpio Music, we are just in a room, just trying to make things work out, yeah, and they will eventually work out. Remember, it's all delusional until everything works out. Also, everything is delusional. Hata wewe umekaa hivyo, kuna kale kitu nakaa hivi, unafikiria ile project ya kuku, yeah, vifaranga kadhaa hivi kwa incubate ni pesa ngapi? Incubate hivyo ndio unauliza bei, unaambiwa ni pesa. Unakuja hivyo unauliza chick mash ni pesa ngapi? Hizi vifaranga zinataka joto for how many weeks? Ndio kuna beshte yangu fulani hapo mimi nimeona amefuga hizo vifaranga ni incubator, zikatoka makuku. Wow. Shida ni mabeshte walimuangusha. Jamaa anadhani ati ameacha mabeshte wamlishi hata kuku. Mabeshte kuku zinamaliza siku 2 hazijapewa hata maji ya kunywa. Hawana shughuli. Ndio nakwambia kitu yako ni yako. Usikaamini binadamu. Yako ni yako. When you make create, you are the one who knows from the ground to where you are. Everything you need to be around. Mimi mzee wangu ni businessman. He always tells me, yeah, biashara zako, you need to be around. If you can't be there, you will just live in agony. And na ukweli nimeona hivyo. For me, I can't leave you with my things bila mimi kukuwa ni monitor. I need to monitor my things, bro. Kwa sababu if I can't monitor, you will just bring it to me destroyed, alafu utaanza kuniambia yep. Na hiyo umenikoste tena ingine. Na unajua utaenda, si unajua sitakulipisha. Hata nikulipisha utakumeka ile grudge. Yes, nitakulipisha, lakini hauwezi ninulia venye ilikuwa imekuwa na venye ilikuwa nimeianzisha. So the best thing as a man, you need to be near your things. Every day just be there. Just monitor your things. Weka uko na idea bro, umeka hivi nayo. Wewe jua hiyo ni vision una create. Umeka hivi. Ukasema kuna ile projo. Nikapata hata kama ni 10k. Itanisaidia. Bro, unajua hiyo 10k ukiipata hivi, hiyo kitu ukienda uianzisha na moral. Mimi I remember nilikuwa naambianga God man, yani nipata tu kamkwanja hivi. Nataka tu nikuwe tu na equipment za studio. Hizo ni monitor, nikuwe na screen, alafu nikuwe tu na microphone. My friend, hizo vitu zingine zinajipa mdogo. Kama nini hizi maproving nini, hizi light, hizo vitu za baadaye. Lakini ukishakuwa na hizi vitu unaweza jisikiza. Mshakuwa na amplifier nini. Bro, everything zina come through zenyewe. Alafu we continue believing in that. And know that everything you believe, know it has already happened. You know, nilikuwa naona video fulani ya Burna Boy, alikuwa ni live stream na nani yule. Kuna jamaa fulani walikuwa UK ama US. Burna Boy anasema he already knows his future. Yani unaelewa, he already knows his future. He doesn't believe in it, he already know. And you know, knowing is believing. Knowing is believing after seeing. You know, you see, and you believe it has already happened. You know, you see, unajua it has already happened. Everything ina happen. That's what Ashake anakuambia, seeing is believing. You already saw it here, believe. Na ina come through. I tell you, thank you so much kwa wale watu wananisikiza. Thank you so much for everything. And let me finish by this. 21,000 fans will come to my show one day. Lazima atajaza study. I'm doing nonsense. It will make sense one day. For whatever I'm doing it for the love of the culture. In Scorpio Music and Podcast. Every day is a new day. Tuna make real things come into reality. Yani delusions come into reality. Whatever I'm seated in, it was a delusion. Keep on working. You never know. That's the moral I give myself every day. Mi hata hii episode nikaiweka YouTube. I don't follow up.
naingianga tu YouTube ile masaa yenye nataka kuona mavida, alafu nasema acha nione channel yangu, ndio napita na hivi naona ma views. Lakini mimi sijai kuwa hivyo ati nimeupload alafu niingie nione ma views ni ngapi. Hiyo ni kujikosesha moral. Wewe fanya kazi, matokeo inakujanga yenyewe. Kuna watu wengi sana wana watch, ni venye uwezi jua. So many people are seeing what you're doing, but they don't want to tell you because you've not done something for them. So for me, I know I've not done something, but there is something I'm gonna do. Something I'm gonna do, and that's my secret with God. And that thing is gonna make you, all of you, see me. Kenya mzima, East Africa, Africa na world. But remember, 21,000 fans watajaza show siku moja. Either Nyayo, either ingine yenye imekuja mpya. But let me tell you, it will happen. For whatever we do it with passion and love. Nobody cares until you make it. And remember, when you make it, everybody will care because they know. Hapa mpaka tupate school fees, hapa mpaka tukule, hapa mpaka tufanye networking na watu, juu mimi nishajuana na watu wengi. Hapa lazima kutakuwa na maziwa mingi ya kukunywa, ingine imwagike. Lakini sasa hivi unaona hakuna maziwa. Hata lunch sijakula. Hata breakfast sijakunywa. Nobody cares. Hata nikapigia mtu nimwambie nitumie mtu anaweza live baba. Lakini so imetumika sana, So imetumika sana. So imetamba sana. So imetanga sana. So acha tufanye kazi ya maana ndio tukuje tupate So remember, everything is so until God make it ikue so. Kwa sababu God ni so. Au sio? Everything is real and life must be real, and we make life real. Me bro, I change life. I make life. Mimi ni mtu nabadilishanga a village to a town. Believe me, I change a village into a town. And when I change it, mashallah, you love it all. Mimi ni mtu utanipea nyumba imeharibika, nyumba chafu, ukilialia hapa sasa, hii tutafanya aje? My friend, nishatafuta kifagio, nimetoa uchafu yote, nimeshatafuta maji, nimepiga mabuibui zote, acha nyumba ing'are sasa. Immediately hivi unaanza kuuliza tutapebaje zile, nimeendea kameza, nimeendea stool, nimeweka hapo, nimeanza life. Yaani ukiendelea kubonga nishapiga step 2 ahead of you. By the time unapiga hizo 2 niko 12 ahead of you. So remember, even you are ahead of so many people. You don't need to get people's advice. Don't even listen to what I talk too much. Don't even take it. Listen, but don't take it if it doesn't help you. Kwa sababu kila mtu akona njia zake. We tamba njia zako, nitambe njia zangu. Kila mtu na wakati wake, na kila mtu na mambo yake. Au sio? Remember, nobody will care until you care. So care for yourself first. And remember, health. Your health number 1, bro. Your health number 1. We kula fiti. Kunywa maji safi. We ishi mali inafaa. We tembea makilomita kadhaa. Kama ni nyumba uko nao kwa mfuko, usingoje uende uangushe ipotee, ama mtu akwambie nipeni niweka chavis nini. Kula nao njugu uongeze libido. Kama ni hiyo 30 bob, enda kule smoky juu unapenda ma smoky. Kama ni hiyo 25 kule hiyo mayai. Wewe enjoy life. We mwanaume bana. We mwanaume. Don't let anybody distract your peace by simple things that you can cancel, Remember, itakuja kufikia ile time unaona mabeshta wamepaka hapo hivyo kando, alafu unasema man, ningefanya ile kitu, ningezidi kuifanya, ningepenya. Lakini ndio usikuje kusema ningezidi, siuzidishe saa hii. Fanya ile kitu. Wewe fanya ile kitu. Mimi saa hii episode ni ya 2. A boy from the village, struggling from Nyaribo hadi Chache huko ndani mashinani Bosigisa huko. Amefika Kisii town. Kijana ameanza hivyo hustle 1 2 3. Maombi nayo ya Mungu na wazazi imezidi ku happen. Tunaamini siku moja tunanunua land yetu na tunaishi. Na si hapa karibu, mbali sana na nyumbani. Wagwan wetu yangu president, the president, the number 1, the number 1, kitakisha kubali sinajua. Peace na wapenda tu sana. Hii ni episode nyingine ya Boy from the Village, making it real, man.
Peace, nawapenda sana. Make it real. Support.